Kwa siku 3 zilizopita juhudi hizo zimekuwa zikiendelea, na asubuhi hii ya leo ya tarehe 20 mwendo wa saa 2 asubuhi tulipata habari kwamba kulikuwa na mabaki ya mwili ambayo alikuwa amepatikana sehemu ambayo inaitwa Uhuru Primary, ambapo kuna msitu. Maafisa wa polisi wakiongozwa na Sub County Criminal Investigation Officer Chief Inspector Kibet pamoja na OCS wa Isiolo Police Station Chief Inspector Saima pamoja na wale crime scene investigators waliweza kwenda katika ile scene, ambapo waliweza kuthibitisha kwamba kulikuwa na fragments za mifupa ya kichwa na sehemu zingine za mwili, na pia nguo ambazo zilithibitishwa na marafiki wake kwamba zilikuwa za kitonga zilipatikana pale. Kulingana na crime scene report, George katika kwa scene ya hayo mauaji kulikuwa na jiwe kubwa ambalo tunakisia lilitumiwa kumaliza uhai wa George, na lile mawe ambalo limetumiwa kumpiga liko na chembe za damu ambayo pia limechukuliwa kama part of the exhibits. So tunakisia kwamba George ukiangalia ile scene ya ambapo mwili umepatikana na nguo, ni kama alijitahidi, kulikuwa na mvurugano na kijaribu pengine kushindana na wale ambao walikuwa na nia ya kumnyang'anya pikipiki, na ndiposa wakafikia mahali pa kumuua. Tungependa kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wafanyabiashara wa mji wa Isiolo, especially hawa bodaboda wetu, kukuwa makini zaidi wanapochukua customer wao, especially masaa ya usiku. Tunaona kwamba hili lilikuwa ni jambo la uvamizi wa kawaida, robbery violence, ambao umempokonya maisha na hali ya kujitahidi na kujitegemea ya kijana ambaye alikuwa anategemewa katika jamii. Tangu jana tumepata kupumzika kwa sababu tumepata hatima ya mwili wa ndugu yetu kwamba umepatikana mahali hapa kwa hii kichaka. Masikitiko kubwa sana kwa sababu tulipata ya kwamba mambo yakiwa si mazuri sana, kwa sababu ni mahali ambao kuna visi mingi na sijui itakuwa namna gani, lakini Mungu ni mwema. Sasa uchunguzi wa DCI, mimi najua kwamba wanafanya kazi na kazi yao siwezi toa makosa, kwa sababu hakuna mtu akikufa, hakuna mtu anajuanga mahali yako, lakini wametusaidia vile wawezavyo. Mimi kwangu sijui nasema namna gani. Wale ambao wameua brother yangu, mimi namtumainia Mungu, mimi namuombaga Mungu aliye hai. Hii mchanga ambaye ilichukua damu ya ndugu yangu, hii mchanga ndio itakuja kuwatapika wote. Akachukua hizo vitu na akatuelezea sisi kama wananchi tuendelee kuangalia, tukipata kitu ama wakipata watatuelezea, na hizo vitu wamepata wataenda kuzichunguza zaidi, wathibitisha kweli ni mfupa za binadamu. Majina naitwa Isaac Sang. Mimi ni afisa mkuu wa polisi, commissioner ya polisi katika Isiolo County. Ningependa kusema ya kwamba jana tulipata ripoti ya kwamba yule mtu anaitwa Kitonga Ranira ambaye alipotea siku 2-3 iliyopita. Aliweza sehemu ama baadhi ya mwili ilipatikana katika karibu na Uhuru Primary. Na wakati tulipata report kama hiyo ya kwamba yule missing person imeonekana ile makwanda yake ama zile manguo alikuwa amevaa ambaye sinakaa kama ile ambaye alikuwa ametumia, maafisa wetu waliweza kurespond na wakaenda kwa scene. Kwa kweli walipata mwili, parts ya hiyo mwili, na wakapata ile makwanda alikuwa amevaa. Tunasema pole sana kwa jamii, marafiki ya huyu mfanyabiashara, kwa sababu huyu alikuwa mfanyabiashara, anafanya biashara yake kujitafutia katika soko zetu za hapa Isiolo. Ijapokuwa masaa ya jioni huwa pia alikuwa anajitwika ili kujitafutia familia yake kwa biashara ya bodaboda.
Tulipata ripoti ya kwamba wakati alikuwa anaelekea katika ile kasi yake, yule mteja alienda naye kutangu siku hiyo saa 2 ya usiku alienda na kuweza kupatikana. Ijapokuwa ilipatikana ya kwamba sehemu yake ya mwili ilipatikana ambayo hatujathibitisha kamili, lakini tutapeleka chemichemi ama sample za exhibit ambayo tulipata kwa government chemist ili tupate ushahidi kamili, kwa sababu lazima tufananishe zile chembe na familia yake ndio tujue kweli kama ni yule mtu aliyepotea hiyo ndio mwili yake ama labda ni ya mwingine. Ningependa kusema wale watu wa bodaboda, wale wenye wanapepeka katika sehemu mbalimbali, ni mzuri na ni muhimu mjuane na mjue ya kwamba mjue wateja wenu, kwa sababu najua ya kwamba mkiona wateja unabeba zaidi ya mtu mmoja na ni masaa ya usiku, unahatarisha maisha yako, kwa sababu huwezi jua ya kwamba mipango ya wale ambayo wameingia katika pikipiki yako, wakati watakufamia si watakuweza kinguvu, kwa sababu wako wawili ama watatu. So ikifika masaa ya usiku, usikubali kubeba mtu zaidi ya mmoja, na especially kama kuna areas ambayo ni hotspot, kama kwenda kambi ya juu maili 3, uende sehemu ya Borat, baadhi ya hizo sehemu za Borat, masaa ya usiku usiende zaidi ya uingizwe kichaka mahali uwezi ukajiokoa. Lazima uwe na sana upitie mahali ambayo kuna mwangaza. Pengine unatoa wito wa utulivu wakati ambapo tumepata hiyo habari na bado pengine uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli. Ningesi wananchi na marafiki ya mwenda zake ya kwamba kwa sababu ya uchunguzi yetu ambaye tunaendelea kufanya uchunguzi yetu, watusaidie pia na taarifa yoyote ambaye inaweza tusaidia ili tumunase wale walifu ambaye walifanya kitendo kama hii. Na ningeomba tutulie kabisa, kwa sababu niliona wananchi wale waliandamana na wakachoma barabara. Hii kuchoma barabara haiwezi tusaidia kupata yule mhalifu. Na ni taarifa tu ambayo wewe mwananchi utatusaidia ili tuweze kulink, kwa sababu unajua maneno ya biashara ya bodaboda, watu wako na freedom ya kufanya biashara yao. Ndio maana sasa hiyo freedom huwezi control mtu ataenda wapi ama wapi, na maafisa ya usalama hawezi kuwa kila mahali ili wafuate kila mtu ya bodaboda ama afuate mfanya biashara yote ajue ya kwamba amekarandia usalama yake. Lakini tunachunga usalama katika sehemu yetu ya Isiolo. In general tunahakikisha ya kwamba tumefanya jukumu yetu ya kulinda mwananchi. Asante.